atazaliwa bikira. Milele Baba amemtayarisha mama asiye na dhambi. Kwa neema yake Mungu Baba atazaliwa bikira. Mungu Baba yetu, umesema kwa kila jambo tuweze kukushukuru. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umependezwa kutimiza mapenzi yako leo kwa ajili ya mtumishi wako Baba Njunga Joseph. Amekuamini, ameshika neno lako, amekupokea siku kwa siku katika karamu ya mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Umempenda kumrudisha, basi tunaomba umpokee kwa huruma na mapendo yako makubwa. Upendeze kumpumzisha mahali pema, apumzike huko pamoja na mababu zake na wandugu wote waliomtangulia. Tunakuomba tunapofanya ibada hii Baba, tume Roho yako Mtakatifu atuongoze, ibada ipite katika usalama na yote yaweze kuleta amani katika jamaa hii. Tunaomba hivi ni katika jina la Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tulele mwili tutafanya ibada tukarangu. Mama wa Mungu, tushangilie mama wa Mungu, tushangilie mama wa Mungu, tushangilie mama wa Mungu. Napiga hodi kwa babangu, na yeye ananikaribisha, na sitatanga tena, nipeperushwe
Wa baba, wa mama na vijana wote, amjambo. Tunashukuru kwa ujio wenu kwa kuja kumsindikiza Baba Joseph ambaye leo anatimiza safari yake ya hapa duniani. Somo la kwanza ni katika kitabu cha Busara ya Sira, sura yake ya 17 mstari wa kwanza hadi 10. Inatuelezea juu ya Mungu ni muumbaji wa mtu. Bwana amemuumba mtu kwa mavumbi ya udongo, naye anamrudisha tena udongoni. Amewapa wanadamu hesabu ya siku na muda fulani, akatia jicho lake moyoni mwao, apate kuwaonyesha ukubwa wa kazi yake. Amewapatia pia elimu, kuwakarimia sheria ya uzima, ili walisifu jina lake la utakatifu, nao watangaze ukubwa wa kazi zake. Ndilo neno la Bwana. Wimbo wa kufikiri.
Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Sifa kwako e Bwana. Mwandishi Luka sura yake ya 21 mstari wa 34 hadi 36. Kichwa cha somo inasema mwisho wa hotuba, muwe tayari. Jiangalieni mioyo yenu isilemewe na ulafi na ulevi na shughuli za maisha, wala siku ile isiwapate kwa ghafla vile kama mtego, kwa maana itawajia wote wanaokaa duniani kote. Basi kesheni na msali kila wakati, mupate nguvu ya kupona salama katika hayo yote yatakayotokea, na kusimama imara mbele ya Mwana wa Mtu. Tushangilie neno la Bwana. Naona ndugu amefanya kazi duniani ya kutosha, na Mungu alipoumba mwanadamu na kumpatia muda wa kuishi duniani, unasema alimpa nguvu kama yeye alivyo. Mungu alimpa mwanadamu nguvu jinsi Mungu alivyo na nguvu, lakini zile nguvu ni za nini? Za kumwabudu Mungu, za kumsifu Mungu, za kumheshimu, kumtukuza na kumtumikia. Hapana nguvu za kutumikia shetani. Nguvu Mungu ametupatia tuweze kuzitumikisha hapo dunia, tumezitumikisha kwa njia ya shetani. Kweli tujikerebeshe chambo ya Swahili ili tuweze kustahili yale Mungu ametayarishia. Na ndio maana mnasikia katika Injili hapa anasema jiangalieni mioyo yenu isilemewe na ulafi na ulevi na shughuli za maisha, wala siku ile isiwapate kwa ghafla vile kama mtego. Hapa ni maneno Yesu alisemaka. Injili, maneno ya Injili yote ni yale Yesu alisemaka. Yesu yote sasa anatuambia jiangalieni mioyo yenu isilemewe na ulafi na ulevi na shughuli za maisha, wala siku ile isiwapate kwa ghafla vile kama mtego. Anatupatia angalisho tusielemewe na ulafi. Ulafi mara moja tunawaza kama alikula mingi, alikunywa mingi, ndio ulafi. Ulafi iko na maana yake. Ulafi ni kusema kula kupitisha kipimo. Unapitisha kipimo, ulisha shiba hautosheki, unapenda uendelee tu. Mwaka ulisonga ugali na sombe, naenda kutana mama fulani alipiga ndio wali na likayabu. Ase hewa na likayabu unaikali, unaweka mama fulani aniambia nitampitia tuende kushirika au tuende kupriere. Unakutana alishapika viazi sijui kama na pomme de terre, ametia mo vitu vya ajabu ningine siku nyingi unaingia ulafi au tosheki. Sasa unaanza viola ya kunukia wote ulafi yako ndio wanaita ngagira. Tunakufa na mambo ya ngagira ndugu. Ngagira inatuua. Sio ngagira ya chakula, ni ngagira ya vitu ya dunia. Ulafi kutosheka. Ulinunua parcele pale na mwenzako mpaka iliko pale. Autosheki na ile metre yako. Unaenda unasukuma bora na mwenzako au mlipandaka tu mapotenge
unaenda unazihamisha polepole, unaongeza shimika hapo ili ubebe metre moja kwa mwenzako. Hiyo ni ulafi. Sitosheki na ile yako metre. Ni ulafi. Ile ndio anatuambia tusielemewe na ulafi. Tusipendelee vya dunia zaidi. Tutosheke na ile kidogo yenye Mungu ametujalia. Ulafi. Unanunua kitu 1000 francs. Unatia ku 5000 francs. Ni ulafi ile. Unapenda uzole kwa haraka. Ukazole utawewe wapi? Si utaviacha tu. Ulafi. Mtu mgonjwa tabani hivi kwa anacheka nini? Mama, nacheka nini? Unaona nini? Baba, ni nini? Asia na waona banakia kunichukua. Banavala manguo meupe. Si mkuu ya haraka. Unaona iko anafurahi kwenda. Anafurahi, anacheka. Wala mtu mwenye alikesha na ile siku ya kihami inamkuta iko tayari, anaingojea kwa furaha sana. Ule mwingine mwenye akesha kihama kinaanza, anaanza kuona kihama kule kinatoka kwa shishia, anaanza kulalamika, muni bebe, muni kuhukumu. Kazi yako kama neno la Mungu ni kweli, ningia msikio wa kushoto inatokea mkuume inakuangalia. Na ndio maana kama tunafanya ibada sawa hii, tunasoma neno kidogo ili tukumbushane wa ndugu. Kuna watu wengine wangalia wanalalia masikio, hawajali Mungu. Hawajali Mungu. Vya dunia vinawabebelea tu. Wanaona kama nikiwa na franka basi, nikiwa na hiki basi. Hapana. Vile vyote tutapata ndio. Sasa Mungu aliumba mwanadamu ufike duniani, ufurahi, upate vyote vya lazima vya kusaidia kuishi maisha ambayo Mungu amekupa. Usimsahau Mungu na usimtie Mungu nyuma ya vyote. Muweke mbele ya vyote. Ni ile anatuomba. Tusielemewe na ulafi na ulevi na shughuli za maisha. Siku ile isiwapate kwa rafla vile kama mtego. Haiko mtego. Kifo ya mtu sio mtego. Iko pia planifia na Mungu. Ni sisi kujiweka tayari itukute ile siku Mungu ametayarishia na inatufikia, tunasema asante Mungu. Leo umependa nikurudilie na shukuru. Na labda watoto unaacha wanasema kweli baba, tunashukuru jinsi baba alifariki, tunashukuru jinsi mama alituacha, hakutuhangaisha, alitupatia mashauri ya jinsi tutaishi, ametuachia vitu vya lazima. Na nyinyi mnafurahi, mnasema mzazi wetu anapumzika, asante kwa Mungu. Kifo chema. Hapana kifo unahangaisha batu. Mungu wangu, mnisamee niseme, mwenye macho ya kuona, mwenye moyo akubali, Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Joseph Njunga kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni ndugu yetu Joseph Njunga aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Mungu Muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tutakaa tuingie katika kipindi cha matoleo. Sasa ndio wakati wa kutoa.
katika yule ambaye ametayarisha maisha ya marehemu anaweza kusogea mbele. Maisha ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: Joseph Njunga Leu Fadiji. Alizaliwa mnamo mwaka wa 1945 Pakindu kwenye teritwari ya Kibobo, collectivité ya Akuchu Pamanyema. Baba yake aliitwa kwa majina yafuatayo: Loata Sumaili. Mama aliitwa kwa majina yafuatayo: Atia Watu. Wote wawili sasa ni marehemu. Akiwa kijana alikuwa anasifiwa sana kwa hekima yake na upendo wa kikazi. Masomo. Marehemu Joseph Njunga Leu Fadiji alisoma kwenye shule la msingi Pakindu na pia Palubutu, kisha shule la sekondari kwenye shule ya Isma Pakisangani, na ambapo aliweza kupata cheti cha diploma yake huko. Kazi. Marehemu Joseph Njunga Leu Fadiji alifanya kazi zifuatazo. Kwanza, mwaka wa 1969 alikuwa expert comptable wa formation Pakisanga kwa Pakananga, Bukavu pia Uvira. Na mnamo mwaka wa 1982 akawa chef wa service des affaires sociales pa Uvira, na katika kitengo hicho ndicho aliweza kumalizia shughuli zake za kikazi. Uzao ama familia. Marehemu Joseph Njunga Leu Fadiji walibahatika pamoja na mke wake kuzaa watoto 5, wakiwemo wabinti 3 na wavulana 2. Wote wako hai. Pia wajukuu. Joseph Njunga Leu Fadiji aliwaacha hapa duniani wajukuu 45, 45, wakiwamo wafie 16 na 29 bagarso. Wajukuluza walikuwa 16 na baadhi yao kulikuwa bafie 10 na bagarso 6. Kwa ujumla, marehemu Joseph Njunga Leu Fadiji aliacha jamaa ya watoto 66, 66, wakiwemo bafie 29 na bagarso 37. Imani ama kanisa. Marehemu Joseph Njunga Leu Fadiji aliamini Bwana na Mwokozi wake katika imani ya Katoliki, ambako alijulikana na wote kama mtu mzuri, mpole, na pia akitaka ujirani mwema. Na pia maisha alikuwa anaheshimu sana hali ya kiutu wakati wowote akiwa hapa duniani. Joseph Njunga Leu Fadiji alikuwa hapa hapa kudunia alikuwa mwenye
kutumikia nchi kwa kupenda, akiwa mwenye msimamo mwema wa kuigwa kazini, akiwa baba wa familia anayependa. Magonjwa. Marehemu Joseph Njunga Leo Fadiji aligonjwa ugonjwa wa tumbo kuuma. Akajitahidi kwenda kwa hospitali ya Sepake Kasenga, alikuwezekana. Mwishowe akaenda ku Skyborn, lakini haikuwezekana. Kisha akakata roho huko ilipofika saa 3 ya hapo jana, siku ya pili, mwaka wa 2026. Marehemu Joseph Njunga Leo Fadiji alifariki duniani akiwa na umri wa miaka 81, akiacha familia kubwa, marafiki wa karibu na wale waliomfahamu. Kwa hiyo tunamtakia mapumziko mema. Asante. Wandugu, familia Njunga Joseph Fadiji haina mingi ya kusema. Nitarudilia tena wandugu. Familia Njunga Fadiji Joseph haina mingi ya kusema, kwa sababu familia Njunga Fadiji iko kabambi, lakini kuna wandugu wenyewe kupata gisi ya kuja kuzuria pamoja na sisi katika msiba huyu wa baba yetu aliyetuacha. Lakini neno yenye familia Njunga inaacha kwa ndugu na marafiki ni ya shukrani, kwa sababu tuka tunayua kama tunaweza pata umati wa watu watuzunguka hivi kwa kuja kutupongeza kwenye msiba wa baba yetu aliyetuacha tangu jana na saa 3. Basi mimi naomba Mungu awabariki, kwa sababu najua kama kwa wengi sana walitafuta gisi ya kuweza kuzika wa ndugu zao, lakini hawakupata nafasi. Kwa wenyewe walifia mpori, kwa wenyewe walifia mumai, lakini hawakupata na gisi ya kuweza kuwazika mpaka gisi naona umati umetuzunguka hivi wandugu. Antuka nasema asante, na muendelee kuwa na moyo mwema mnayoonyesha katika familia ya Njunga Fadiji Joseph. Mungu awabariki. Huyu anatoka kusema hapa kama sisi wote tunafahamu ni mtoto wa Njunga. Ndio. Wandugu, shalom. Shalom. Niapa sisi watoto wa Njunga tunasema asante sana. Yenye mimi naweza sema jua baba yangu Njunga, mimi nanipatia moyo. Wakati baba yangu aligonjwa, nenda naye hospitali, tukarudia, nasema nasikia afadhali, tunakuja naye. Lakini ilipofika siku ya 4 akanyambia mama, eske katedrali kungaliki maungamo wa magharibi? Nikamwambia papa, ishakuwa ni busubuhi tu. Ilipofika vendredi busubuhi, nikasikia baba wangu ananiambia mama, mimi naenda kwa maungamo. Na ile nanipatia furaha sana, kana baba wangu alikufa kikua, safi alipata ile fursa ya kwenda kwa maungamo. Na mimi namtakia kila laheri baba yangu, Mungu akupokee. Asante sana. Unadhani kila mmoja atapata hii fursa ya kwenda kwa maungamo? Sijui, sababu wengi hapa ni matata sana watu. Mbele ya kusema neno, naalika watumishi wote ya Affaires Sociales wakie tuzunguluke mzembe tuseme neno. Watumishi yote ya service ya Affaires Sociales inabalike mkuya hapa tuseme neno.
Sisi hapa mnaona tunazunguluka hapa ni watumishi wa affaires sociales ambao walikuwa wamesimamiwa na mzee Papa Njunga. Mbele ya yote tunaenda kusema asanti na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuneemisha kufika kwenye sherehe ya mzee wetu kwa siku ya leo. Vile vile ninaenda sema shukrani kabambi kwa meya wa mji wakati amesikia service ya affaires sociales imepoteza chef de service. Kwa kweli tumemkimbilia, ameonesha roho ya upendo uservisi yetu kwa mchango wake, na kwa yote tunaomba Kordo utatufikishia shukrani zetu pale. Vile vile tunasema shukrani kwa coordination wa chef de service. Apare coordination, na tunaweza sema na kwa wenzetu wote watumishi wa kolegi wa zingine service. Wakati tumepata habari jana na saa 3, labda ilikuwa saa 2:30, kuna wale nimeambia ninasikia kama mzee tumempoteza. Kwa kweli wameniambia maliza venye kwamo tukushindikize twende tuhakikishe kama ni ukweli. Tumejikaza, tumefika hapa, tumekuta kwa kweli mzee ametuacha. Pamoja na coordination haikutuachilia, imetushindikiza tangu jana mpaka hatua ya saa hizi kutusaidia kutushiriki. Ni mwenzao chef de service, hawakutuacha yatima. Hawakutuacha yatima kabisa. Wametuzunguka kwa hatua zote tangu jana, leo asubuhi saa 2 mpaka saa hizi naona wote wanazunguka hapa. Mungu awabariki. Naenda kupongeza chef de division wa affaires sociales. Hatuko naye hapa, ako mbali kidogo, lakini kiroho tuko naye hapa. Wakati tumemwambia kama mzee amepotea, kwa kweli ametushiriki sana mpaka na usiku busubuhi, na mpaka saa hizi ako naendelea kuuliza seremoni inaendelea namna gani. Ananiambia hata niko mbali, lakini niko na mwe karibu yenu. Tunasema asante kwa mama chef de division pia. Mais aussi ba partenaire affaires sociales ni kitengo inatumika na ba partenaire ba mingi. Nimeona magrupe mingi ya ba partenaire. Foto ya mzee mezunguka bakuita kuuliza ni kweli ni bongo biko waye. Lakini tumesema kwa kweli mzee ametuacha. Tunawashukuru kwa pole, kwa kutupongeza na kwa kutushiriki. Tuko pamoja, tunasema asante. Kitu tulishota ndani ya mzee kama mshauri wetu wa shirika, alikuwa courageux. Hakukuwa anasema mengi, alikuwa anasema machache lakini yenye kujenga, ya maana sana. Ndani mwake tuliona Ukristo, ndani mwake tuliona kumjua Mungu, ndani mwake tuliona kumpenda Mungu, na ndani mwake tuliona kumtumikia Mungu. Hautamtumikia mtu mwenyewe au kumjua. Ndio maana tulianza na kumjua Mungu, alimjua. Na katika temwanyaji ya Delphine binti wake mulisikia alisema, baba aliuliza, maungamo ingali inakuwaka siku ya 5? Utakumbuka maungamo na wendake kuungama? Na mwenye kwenda kuungama ni yule yote mwenye kujikuta kama mwenye zambi, nilikosa, taenda kutafuta mkuto na Bwana. Na mara alikuwa anamtafuta Mungu, alikuwa anatafuta conversion na Mungu wake. Neno mwanadamu tunaonaka kifo, ama tunajuaka kama kifo kiko wakati tunaona mtu analala. Tunasema kumi kifo kiko. Ndugu zangu wapenzi, kifo kiko na jenama iko. Kama leo ungali unacheza na dunia kama vile muongozi alisema, mwisho wako utakuwa je? Nilitaka nifanye interpellation
kwa wababa wa Kristo Katolika wa Kakungwe ya pili. Tukiangalia mwile shirika gizi inaanza kule na kwenye naishia, wako wababa karibuni 5 au 6 tu kwenye wanashiriki shirika. Tunafurahi sana kuona tulipata hata wakuu wa territoire. Ndio wakuu wa territoire wawili wako pale ambao huwa wanatumikia Sange lakini wako pamoja nasi. Walitumika na Junga miaka mingi sana. Serikali ya Kongo inawakia na deni ya mzee. Mzee kama mnajua uwezo wa kuisema alikuwa shakuwa retraité. Na mimi nawaza service ya affaires sociales mtasaidia jamaa kwa kusaidia ili ile kidogo itaonekana kuretrete pension ya kwake ifikirie jamaa. Amkuisema ya lazima ya muhimu zaidi. Wakati sisi tuna agana hivi ni kusema kama tunapaswa acha mfano mzuri kwa ambao walitangulia. Na Junga iko wale ambao walitangulia ambao waliacha mfano mzuri. Ndio maana sie hapa tuna ya mingi ya kusema ni kushukuru vijana wa Shishi. Hapana etu wakati tujue Shishi mwatu. Mko vijana wazuri sana. Wenye kuwa na adabu sana. Mnatumika sana. Lakini kuwa moja wa moja tu kapombe. Kapombe. Mkangalia fasi yote Shishi ndio amwezi kuta ile maingiliano ya bavuizi ya banini. Ni juu vijana wako imara. Hakuna bahati mzee kuona anachigona vijana jinsi mnaikala kule. Mnafanya kazi mingi sana hata wakati tuko kwa mbali tunaifuata. Na kwangu hapa ni kwa wakati wa kushukuru. Shukrani yetu pia ni kwa nyinyi wazazi wa mama ambao mleta makazi yenu mbalimbali kwa kuitika kushiriki kwa kusindikiza ndugu yetu Joseph ambaye anatuacha kwa leo. Kwa mwisho ni kushukuru pia kanisa Katolika ambayo iliazimisha ibada hii ya misa, ibada hii kwa kumulaga ndugu yetu Joseph, kwa wengi hawana neema kama hii tunapata leo. Basi tuna muita chef d'aveni kwa kumuita mera ananiambia nakuya mesiwe kama haitawezekana labda program kutukuta bangana tu ku gouvernement. Tutamwambia chef d'aveni akaribishe ndugu chef de bureau 1 kwa mairie kujina ya mea jumbe hata utatakuta kwa makaburi kwa kuhakikisha nani shughuli kazi endelee. Sina ruhusa ya kumkaribisha, ni wewe kama chef d'aveni utaratibu unasema. Itifaki nasema vile. Nashukuru sana coordinateur wetu wa chef de bureau wa mairie kwa kutupatia nafasi kuwakilisha mkuu ambaye pengine atatukutana hapa makaburini. Mimi ni Ribe Mas Burumba na kwa chef de bureau wa mairie ameti utaratibu wa itifaki ya administration ya kazi. Kwa niaba ya Mheshimiwa Muzalendo meya wa jiji makamu Bwana Kifara Kapenda Kiki, tunasema asante kwenu nyote kwa hii kazi kubwa mmefanya hapa siku ya leo. Sio sisi tutawalipa, bali Mungu aliyewaalika atawalipa. Na kama kuko sebeshi mama mnachoka, kama kuko mwingine chef de service anaikala anaweza kushimama au mtumishi mwingine wa serikali, hatutasema tena mengi. Kuna kitu Papa Joseph alinimarke ku biro. Wakati meya wa jiji alifanya ajali ya gari na tayari affaires sociales ilikuwa imepata gari, alimwandikia Baba Joseph, nina haja ya kupata chombo cha kuwa nanikimbiza. Baba Joseph akusita, alileta gari na ile gari iko pale inafanya kazi kwa mairie. Hatuna la kumlipa, lakini ile roho ya upendo, roho ya heshima ameonyesha kwa serikali, Mungu atamulipa. Tunataka kuwakumbusha wapenda kiserikali, serikali inatia nukta kwa wa chef d'avenue, chef de quartier na wa nyumba 10. Mugeni akitujia tusikose kumubeba kwa nyumba 10, tumwandikishe kwa kuchunguza vizuri nani anaingia, nani anatoka, nani anakaa na nani hakai. Kanisa tunashukuru sana
kwa kazi mmefanya. Tunashukuru kwa wamama, wa baba na wakaka na wadada. Mungu atubariki. Asante. Pamoja na Yesu, safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Rafiki napenda, nisimwache milele. Twende kwa Baba, twende kwa Baba. Rafiki napenda, nisimwache milele. Twende kwa Baba. Kwa Baba.
Ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa huko, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ndugu zangu, muombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, twakuomba utusikie. Uzipokee kazi zao njema, twakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu Joseph. Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Jikaze tushushe mwili ndani sasa. Toke kwanza. Besi wewe au kuchimba hapa pole pole wewe na babu yangu. Funga, hata funga kabisa. Mungu amependa kupita kwake. Hauzioni hapa. Unaweka mwili wake udongoni, kurudia ulikotoka. Yesu amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu Yosefu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Wapi? Tatu. Wapi? Wapi? Ukinigonga tena na kusukumia Mungu. Ukinigonga tena na kusukumia Mungu. Angalia uko. Sisi wote pia wanadamu, umetoka sisi wote mavumbini, tujioneshe kweli sasa tunatubu, tumrudie mabetu. Moyo wangu unirudishe kungama. Tusivutwe na dunia, ya dunia na dunia vitapita, tukumbuke tunaishi nzuri sana mbinguni juu kwa Baba. Moyo wangu nirudishe kungama. Moyo wangu nirudishe kungama.
hapa duniani. Marehemu Josefu Junga Leo Fadhili alitumikia tenda mamo mwenye haki na aliacha mfano mwema wa kuigwa kazini, akiwa baba wa familia mwenye upendo. Magonjwa, aligonjwa ugonjwa wa tumbo kuuma, kisha akapelekwa kwenye hospitali ya Sepford. Baadaye akapelekwa kwenye hospitali ya James Park Kasenga, kisha akapelekwa kwenye Skyborn, na huko ilipofika siku ya pili na saa 3 ndiko marehemu akakata roho. Marehemu Josefu Junga Leo Fadhili alifariki duniani akiwa na umri wa miaka 81, akiacha familia kubwa, marafiki wa karibu na wale waliomfahamu. Mtakia mapumziko mema. Nadhani tumesikia maisha ya baba yetu, na sisi kwa ngambo ya kanisa tunamaliza mpango wetu hapa. Chef d'Avenue anahitaji kutoa neno, na labda kisha neno lake tunakabidhi jamaa mipango ingine. Karibu baba Chef d'Avenue. Wapenzi wa Mungu, mjambo. Jambo sana. Neno la kwanza ni uchungu tunao kwa kumpoteza baba yetu. Tulikuwa naishi naye tangu miaka mingi. Mimi alikuwa rafiki yangu sana. Tuliishi naye miaka mingi vizuri. Tulikuwa tunashirikiana naye mukila kazi, mukila shida, tulikuwa tunashirikiana naye. Alikuwa mfano mzuri sana kwa karche yetu. Inamtakia mapumziko mema na pole mingi kwa jamaa. Neno la pili ni aksanti. Tunapanda kwa aksanti kwa watu wote waliotushiriki tangu mwanzo mpaka leo hii. Aksanti yetu ya kwanza inaenda kwa kanisa iliyojitolea tangu mwanzo mpaka leo tunafikia. Aksanti ya pili inaenda kwa watu wote walioacha makazi kutushiriki tangu ile siku mpaka leo. Kaburi, kazi, tunapigia aksanti sana. Aksanti tena ni kwa wamama, wa baba waliojitolea kwa misaada mbalimbali. Ndio kama tunapata msiba kama huu, tunapita nyumba kwa nyumba, unaona maisha kwa nguvu hii siku. Akiwa kigozi moja bunga dini tu sasa tunapata. Tulipata nusu kidogo yuko pale. Mwelekezo. Ibere ya kwanza ni juu ya usalama. Wakati unapokea mgeni, hapana kulala nayo, utulishi direct master. Utulisha nyumba kumi wako. Na nyumba kumi ampeleke pale kwa Chef d'Avenue. Hali haiko mzuri, nafaa sana kufanya kazi. Usilale. Na neno lingine juu ya usalama ni kusema kama neno yao ujue, hapana kusema sema ovyo. Neno kusema sema ovyo. Kama ujue kitu acha. Ima Android inatuletea vitu mingi sana. Kitu kidogo tu ukiwa kweli kwa uongo, lakini unatangaza. Mwepuke ile kauli kitu kidogo, lakini inaweza kupunguza mwingine kama. Na kushotana kidole. Na kuisha ile yote. Onyesha mapendo. Onyesha amani na usalama. Na kwa kumaliza ni mambo ya mapaseli. Wakati tutakujenga, julisha serikali.
Juu mnajenga ovyo ovyo, kisha kwanza tu kujenga inakuwa maprobleme. Inakuwa mnafika mpaka maparke vitu gani sasa. Wakati unanunua parcel yako, julisha serikali. Kama unatafuta kujenga, julisha serikali. Na utaishi na amani. Asante ndugu. Ndio, kwa sisi tunamaliza, tunaachia jamaa mipango mingine, sababu na sisi tunakuwa na shughuli zingine. Tunahitaji kwenda kanisani, kwenda kutayarisha mambo ya kesho. Basi karibu kwa jamaa, kama kuna neno watatoa. Wandugu wa mjambo, amjambo tena. Sisi jamaa la Papa Junga tunawapigia aksanti sana, kwa maana nyinyi muliacha makazi zenu mkapenda kushirikiana na sisi. Tunawapigia tena aksanti, kwa sababu sisi hatungiweza wenyewe isipokuwa nyinyi kutuunga mkono. Mungu azidi kuwabariki. Mungu awapatie upendo kama huu. Na jamaa la Papa Junga, mnajua kama papa ishaenda. Tukisikia kwenye tembo inaanguka, tusikose akamata tu kama njoo mbegeti tunaenda kumaendeleo. Tusikose kwenda kusaidia wale waliangukiwa na ile tembo. Tuangalie mfano wao wenye uko hapa. Kila mtu aliacha makazi yake na akafika kutuunga mkono. Aksanti kwenu. Aksanti kwa kanisa. Msimamizi kama vile Daveni Aisha sema, siwezi kurudia tena kule. Tunawashukuru nyinyi wote kwa upendo mliotuonyesha. Sasa niko kifupi kwa sababu waongozi wanasema wako wanaenda na hawawezi kutuacha hivyo. Anasema bongo. Hapa tuna maji kidogo. Na hii maji tunayo, wajumbe wa Mungu amweze toka bila ukamata kidogo. Kwa sababu muongozi akisha toka maana anatuambia sisi wote na waimbaji twende, tunaenda. Kumbi mfuate mpango. Watu wa serikali wataingia pale, wenye wale watoto wapo. President wa jeunesse sijui kama iko wapi na protokole yake yaanze kuangalia kwa nini kwa shota kidogo. Hapa wako wapi? Jeunesse yako. Wangekuja waangalie kwenye niko na shota kidole. Serikali iingie katika mlango ili pale kwenye wale watoto wako. Kanisa inaenda kwa Papa Mwokozi mule mwake. Na wamanyana wako nafasi hapo kwa nyumba iko pale pembeni hapo. Kwa sasa hawa niko naonyesha hivi wale wa vijana wako wapi? Wamanyana wanaingia pale, wote wanaingia hapa. Asante sana. Kanisa wale wamanyana watu wengine wanaikaa hapa tu, tunamalizia hapa. Wajene wanajua kisi gani kama unafanya vitu ya nini kule. Tutapeni protokoli yake. Yeye ndio sasa alipatie na twende.
She
nivumilie.